Naam, huku nasikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Baraka One TV na mimi ni Rajabu Akili Kabonga, ikiwa ni tarehe 12 za mwezi wa 4 2025, majira ni ya saa 9 hivi saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira ya Afrika ya Mashariki. Na ilikuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa mtu wa kwanza kuonapata habari zetu za moto kila wakati. So karibuni sana ndugu jamaa na marafiki kokote ambako mnakuwa mnatusikiliza. Tutakuwa na jambo moja pekee kubwa ambalo tutakwenda kuzungumza, ni nini ambacho kimetokea Goma, nini kimefanyika Goma kuamkia tarehe 12 za mwezi huu wa 4, ambako waza waliweza kukiwakisha ndani ya mji wa Goma na hivyo kuweza kuleta athara kubwa kwa magaidi wa M23. Ukiachana na Goma, pande zingine nyingi tu ambazo sasa hivi kunaonekana moto wa wazalendo unazidi kuimarika, lengo likiwa ni kuwafukuza kabisa maadui kokote ambako wanakuwa wanapatikana. Hilo ndio tutakwenda kujadiliana. Kumbuka kwamba ni wakati mzuri ambako unasikiliza habari pamoja na maelezo. Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na Baraka One TV, tafadhali tumia namba ambayo kuna hapo kwa screen yako, na hivyo utaweza kukutana moja kwa moja na Baraka One TV na mipango yote itafanyika kwa ajili ya operation hii. Pia usikose kutembelea Baraka One TV channel 2, ambako pia utakutana na matukio mengine ya yote ambayo yako yanaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Big up sana kwa wote ambao kwa Australia, Canada, USA, South Africa, Congo Democratic Republic of Central na East Africa, yote kiujumla tuko tunasikika vizuri sana, bila kumsahau Ejide Kizenga Tembele, pia Shabani Selemani King Sele, wote ambao wako wanasikiza na kuitizama Baraka One TV. ya Simwe Baguma Samuel Czech Republic, Didone Butoto kutoka Michigan USA, Kiza Salum Mashaka Ayamba, mzee wa State ya Maine, bila kumsahau pia Biondo Kilamba Mawe kutoka Rapids, ikiwa pamoja na Baraka One TV. Big up sana kwa yote ambayo mko mnafanya. Kiskandeke da Letesha da Feza kutoka USA, da Feza kutoka UK, Letesha USA, na ndugu jamani na marafiki, jamani, muda sasa umefika. Kuna mambo mengi ambayo ifikie wakati sasa tuanze tuanze kutafakari mara mbili. Joseph Kabila ni mtu mmoja mchafu sana. Joseph Kabila ni mtu mmoja mchafu sana, na kama wazalendo waliingia Goma ilikuwa ni kwa ajili yake. Unaona? Kulikuwa kuna objective mbili. Ya kwanza ni kwenda kumtafuta Joseph Kabila iko Goma haweze kukamatwa, lakini kwa bahati nzuri aliondoka mapema. Wane, mambo ni magumu sana. Niko na jambo moja ambalo sijui nikuambie hivi. Kupitia msimamizi wa haki za binadamu, mashirika ya haki ya binadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akifanya mahojiano na TV5 Monde ya Ufaransa, ameweza kurevele mambo mengi sana. Mambo mengi ambayo Kabila iko nafanya ya kipuzi, ambayo ancien chef d'etat wa republika hawezi kufanya. Unaona, vitu ambavyo rais mstaafu hawezi fanya, ndio vitu ambavyo Joseph Kabila yeye iko nafanya. Haiwezekani, haingia akilini kusikia alikuwa rais, leo anaanzisha tena uasi dhidi ya nchi. Miaka 18 ambayo ni iko rasmi, miaka miwili ya transition 2016 mpaka 2018, miaka mingine
kuanzia 2000 mpaka 2006 mu election. Donc miaka yote yenye alikuwa uongozini hakuna hata chamana ambacho alikiacha. Hakuna jambo hata la kusema kwamba watu watajivunia kuwa na Joseph Kabila. Hakuna. Lakini leo tena ndio yuko anakuja kuanza kuvuruga nchi. So kabla ya kuweza kuongea yale ambayo yamefanyika Goma, hebu kwanza tumsikilize kiongozi wa mashirika ya kiraia DRC akizungumzia kuhusiana na hii swala ambalo limetokea la Joseph Kabila kwenda nyuma ya magaidi na pia kuvuruga usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Joseph Kabila, d'après le président Tshisekedi, est l'ordonnateur de tous ces troubles à l'Est. Est-ce que vous souscrivez à cette vision ou est-ce que vous pensez que c'est de la politique politicienne? Bon, ça peut être de la politique politicienne, bien sûr, mais il a posé des actes. Et là, il a choisi, apparemment, de soutenir ceux qui ont pris les armes. Et pas les moindres, parce que Nanga était président de la commission électorale. Vous voyez ce que ça représente comme conséquence. C'est pratiquement, il a poignardé une culture qui se mettait en place, qu'il fallait la culture de gestion du pouvoir par la voie pacifique des élections. Et aujourd'hui, un ex-président de la commission électorale choisir les camps de prendre les armes. La population nous dit alors, mais à quoi a servi cette démocratie électorale et consort? Et c'est grave comme conséquence. Et c'est ce monsieur-là, semble-t-il, pour lequel, et son mouvement, le M23 d'un côté et AFC de l'autre côté, qui ont, si vous voulez, l'adhésion, la sympathie, le soutien politique tel qu'on a suivi le président Kabila, le dire que vraiment les M23 et les autres défendent les aspirations de la population. Ça, ce n'est pas possible. Parce que nous sommes mais tu comprends que nous sommes perdu dans la nature. Plus de 5 communications, Kabila a échoué. Maintenant, quoi ça? Bon, maintenant, pas un pire qu'on rédige moi discours et comme moi problème. Sadar, il est où? Parce que l'apparition médiatique, Kabila il a échoué. Toi, tu es un spécialiste en communication politique. Kabila est allé raconter du charabia en Jeune Afrique. Il pouvait rester encore plus calme. Si au conditionnel, Kabila s'est mis d'accord avec Fachi. Dites-moi, Bana Kisasa, Bana Mokimomba, dans mon idiotie, il faut y aller à il faut y aller à Kinshasa, non? Tant que tu as à Nairobi, à Kenya, Kampala, à Côte Rwanda, à Doussone, à Gisenyi. Il sait. Je pensais que Kabila était un nationaliste. Je pensais que réellement Kabila était un sénateur à vie. Et dans ma logique, dans mon attendement, je n'ai jamais vu au monde un président sortant être en guerre avec un président entrant. Quand Kabila vous dit que ce que fait Nanga, c'est rien. Si moi j'étais là, et nous en a contour Moussoussou, chez les Arabes, c'est un homme à battre. Si au conditionnel, le chef de l'État va se mettre d'accord avec Kabila, tant mieux. Mais nous, la population congolaise, tous zelaye. Aya. Surtout si on a dit ça, tous zelaye aya. Alors, est-ce que pour ba maman bazo violer na Goma, ba maman bazo violer na Kiwanja, na Kishisha, na Bunagana, ba maman bazo violer na Bukavu na Goma. Nous attendons Kabila ça. Alors la deuxième hypothèse, est-ce que c'est vrai que Kabila revient en adversaire politique? Finalement, il y a fallu checker le Batoumsouba qui est plus loin pour comparer la situation. Il y a 1997, 97 na Congo-Brazzaville. Non, c'est faux. Est-ce qu'il vient pour l'affrontement? Non, le contexte est différent. Kabila aujourd'hui, si Félix Tshisekedi au conditionnel face à monter Mamabé, il donnera des ordres à Tchalo colonel pas. Mais Félix Tshisekedi, il a une faiblesse, c'est le respect des textes. Mais cette faiblesse qui fait que le chef d'État a monté ma monnaie n'a respecté pas les textes, mais sa population nous disons non. Monsieur le journaliste, vous et moi, nous sommes des Bantous. Nous sommes des Africains. Que disent nos ancêtres? Que disent nos pouvoirs ancestraux? Les Loban a 2 ans, ils ont violé. N'a reconnu vrai ou faux qu'il a tué les gens.
Aujourd'hui, toute personne qui est derrière Nanga, Ozwa Kabila, Ozwa Katumbi, ils sont impardonnables. Comment on a banoi qui a mis bali, baso violé bango. Oh. Beaucoup qu'on a vu ce qui est. Kabila a perdu le code spirituel. Yango zo mona a perdu. Kanga image, kanga séquence, Kabila sera tchelo kolo awa. Ndenga zo luka avanda, il fera pas 3 mois. Kanga image. 3 mois pourquoi? Non, yo kanga image. Ayebi ce qu'il attend spirituellement. Ayebi pourquoi zo luka zonga awa. Eza yete. Sans ces esprits-là, nous sommes il sait le pourquoi. Parce qu'il y a des sangs des Congolais qui crient. Il y a des sangs des Congolais qui parlent. Pour toi, Timothée Lenoir, démarche à Bemba, au Azako dénoncer tout ça, Kabila, il parle de Kabila, à temps et à compte. Mais aujourd'hui, Ndeko Jacques, Diko, Kalonji, moi na Kisasa, moi na Congo, Soko Moni Mutatelemeli Jean-Pierre Bemba, Zandoki. Mouton Nyon Sazoté, mais Jean-Pierre Bemba, mais qui est-il pour un Kabola Batouba nationalité, tel Aza Congolais, tel Aza Congolais, tel Maman, n'est-il pas libre au nom de la démocratie, oui ou non? Qu'est-ce qu'il y a du mal que vous condamnez à Jean-Pierre Bemba? Ici, je mets les émotions de côté parce que c'est mon neveu, mais c'est un homme d'État impolitique. S'il y a quelqu'un qui connaît bien Kabila, c'est Bemba. S'il y a quelqu'un qui connaît Kabila, c'est Jean-Pierre Bemba. Il n'y a qu'une seule personne. Na mnaona na nafikiri umesikia jinsi iko unajaribu kufafanua mazingira ambayo yako yanaendelea. Ni jambo la kushangaza, na pia kwa upande wa Corneille Nangaa ni jambo la kushangaza kuona mtu ambaye alitakiwa kuweza kuimarisha misingi ya kidemokrasia kupitia tume huru ya uchaguzi seni, tena yule ndio iko naenda porini kuchukua bunduki kupigana na mtu ambaye yeye alitangaza kama rais ambaye ameshinda uchaguzi. Sasa tuseme seni sasa hivi itakuwa iko nafasi gani? Hebu tuchukue mfano. Leo Corneille Nangaa akuwe rais wa nchi. Sawa? Tufanye election akuwe rais wa nchi. Kisha tena ambaye alikuwa ni kiongozi wa seni naye atoke aende porini aanze vita aje apige Nangaa. Yeye Nangaa kama yeye atajisikia vipi? Ama leo Joseph Kabila achukue madaraka tena. Kisha tena mtu mwingine Felix naye aende porini aanzishe tena rebellion nyingine aje ampige, atajisikiaje? Donge tuko tunaishi mwinchi mwenye tukifanya maanalizi tunaona kama kiukweli tunakosa bahati ya kuwa na viongozi wenye akili. Unaona, bahati ya kuwa na viongozi wenye akili, hiyo ndio sisi tunakosa. Viongozi wengi ambao tuko nao ni mafans wala rushwa ambao wanapenda kula tu wao wenyewe, hawajali nchi itenda vipi, itafanywa vipi. Ndio maana unakuta kwamba nchi iko inahangaika hivi. Sasa yalojiri Goma ni haya. Goma kulifanyika mashambulizi haya ambayo yameendana na ujio wa wazalendo ndani ya mji wa Goma baada ya kutangazwa rasmi kwamba bwana Joseph Kabila anaweza kuingia Goma muda wowote. Sasa na habari zingine zikatoka kwamba tayari yuko Goma, Joseph Kabila ameingia Goma. Voilà, waza wakasema ni muda sasa wazisi kwenda na target. Target zilikuwa mbili. Target ya kwanza ilikuwa ni kwenda kurekipere maminisio na mabunduki ambazo ziko maeneo zifuatazo. Kuna kambi ya maeneo ya Nyiragongo ambako kulikuwa kuna magaidi wa M23. Walifika pale wakapiga, wakachukua silaha, wakachukua bunduki, wakachukua risasi. Kuna CSLK pia kulikuwa kuna magaidi wa M23. Wakapiga, wakachukua bunduki, wakachukua kila kitu, wakasepa. Mugunga na Geshero hivyo wakapiga, wakachukua ambavyo vilikuwa viko, wakaondoka zao. Ya pili ilikuwa ni kumtarget bwana Joseph Kabila Kabange. Hippolyte Kanambe. Si iko Goma? Ilikuwa ni kumtarget. Kumshtua. Kuonesha kwamba unafikiria kwamba uko Goma sehemu salama. Goma hakuna usalama. So unaingia Goma, unataka utengeneze nchi Goma, hautafanya nchi Goma. Tutakutoa Goma. So ile ilikuwa ni message tosha. Ulikuwa ni ujumbe ambao unaletwa kwake.
ili asiwazie kwamba ambavyo iko nafanya iko na namna ya yeye kuendelea kukaa pale. Hapana, anaweza kaingia na mwisho siku akatolewa vile vile kwa nguvu, atake wala staki. Unaona, hiyo ndo mazingira ambayo iliwafanya wazalendo kuweza kuja Goma na kupiga Goma. Ilikuwa ni very simple easy. Unaona, mtu ambaye yuko Goma ananiambia anambia vita ambayo tulisikia ile masaa mawili, bunduki ambazo tulisikia ile masaa mawili, atakuzisikiaga ile wakati magaidi waliingia Goma. Unasikia? Atukuzisikia wakati magaidi waliingia Goma, ambavyo tulisikia mwi masaa mawili tu. Sasa fikiria, je, wangefanya masaa 6? Wazalendo wako nguvu. Wazalendo wako na nguvu, wazalendo wana uwezo, na wazalendo wanatakiwa waweze kupewa heko. Unajua heko? Yaani ile wapewe maua yao. Raia wote ambao wanaishi ndani ya mji wa Goma na kando kando wanahitajika kuweza kuwa makini sana na kuepuka mizunguko isiyokuwa na maana, kwa sababu ndogisi na ombeaga hivi. Jamani, epukeni mizunguko ambayo haina maana. Waza hawatabiriki. Waza hawasomeki. Waza hawashikiki, hawakamatiki. Muda wote wanaweza wakaja. Kuanzia hivi sisi niko nawaambia, anzeni kuwa makini, acheni kutembea mizunguko ambayo haina maana. Unaona leo hivi asubuhi Goma kumeonekana bapeme ya M23 na M23 wengi Musantreville wanaweka maposition mingi. wanaweka maposition mingi. Jua unajiuliza kwamba hapa likizuka hili ni njia ya Rwanda. Unaona? Kwa hiyo njia ya Sake, njia ya Minova inadhibitiwa na wazalendo. So wazalendo wanazunguruka Goma. Sasa unagisa wanazunguruka Bukavu. Ushelewa? Yaani ni maeneo yote kwenye wao wako waza tunazunguruka. Kiasi kwamba hakuna kuingia, hakuna kutoka. So muda wote mambo yanaweza kuharibika na wakajikuta kwamba wanakipata cha mtemakuni kile ambacho walikuwa hawategemei ndicho wanakutana nacho. Unaona, kwa hiyo mazingira ambayo yako yanaendelea Goma ndio jinsi yalikuwa hivyo. Baada ya jamaa kuweza kuchukua zao silaha, wakachukua na kile ambacho walikuwa wanaona kwao ni cha muhimu ili kiwasaidie kwenye kuweza kuandaa mipango ya baadaye, wakaweza kusepa zao. Sasa hivi hali ya Goma asubuhi hii imeamka ni tuseme kwamba sio shwari kwa magaidi, licha kwamba hawajatoa idadi kamili ya wangapi ambao waliweza kupoteza maisha kwenye haya mashambulizi, sababu yalikuwa ni mashambulizi sio ya kitoto, yalikuwa ni mashambulizi makubwa. Unaona? Yalikuwa ni mashambulizi kweli makubwa. Silaha ambazo hazikupigika wakati wanaingia ndio silaha zilipigika. Kwa hiyo masaa mawili tu imeweza kuchafua jiji lote la Goma. Masaa mawili tu. Unaona? Kwa hiyo ambacho kiko hapo sasa hivi ni ile ya wananchi kuweza kuwa makini na kutokutembea tembea bila kuwa na sababu zozote zile za kimsingi. Na mkumbuka yote ambayo tuko tunafanya ni kwa hisani ya Operation Saidia Mzalendo. Kama bado hujaungana na operesheni hii Saidia Mzalendo, tafadhali tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako, na hivyo utaweza kuungana na Baraka1 TV. Kwa sasa hivi sina mengi ya kuongezea. Nafikiri kwa hayo yanatosha tu machache ambayo
yametokea huko Goma siku hizi. Hatuna tuchukue muda mrefu, ni maelezo kidogo na habari, kisha tunafanya mambo mengine. Tukutanane majira ya saa 12 kwenye habari zingine zetu za moto. Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP, na hii ni Baraka1 TV.